الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Tunaendelea na darasa letu la tafsiri ndani ya mwezi wa Ramadhani, tukiwa leo tuna tarehe 12 mwezi wa 3 2025. Aya yetu bado ni ile ile, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Leo ilikuwa tuingie katika neno uff, ilikuwa tuingie katika neno uff, lakini leo tutabaki pale pale sehemu yetu ya jana kwa kuzungumza ile mada ya jana, lakini atharu itakuwa ni atharu kalami al-Umar, atharu kalami al-Umar, atharu kalami Umar. Leo tazungumzia athari ya nini? Maneno ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Sijui kama tuliondoka tumeelewa sawa sawa, na kama tulielewa, sijui mliyachukuliaje yale maneno kuyaingiza na zama zetu hizi. Kwa nimeona tulete somo linazungumzia yale athari ya maneno ya Umar, ambaye alimwambia yule bwana, mama yako alikuwa akifanya hivyo akitamani baqaaka, anatamani baqaaka, wewe ukue, lakini wewe unayafanya haya kwa kutamani firaqaha, unatamani afe. Kuna kisa na kitafuta, nikikipata nitakileta kwa kitabu, kipo nilikisoma na nacho, lakini sikumbuki ni kitabu gani, cha yule kijana ambaye alimtenda wema mama yake, lakini siku ya kiyama ataingia wapi? Mmeshakisikia, nishakizungumza mara nyingi, lakini mara nyingi tukitoa hivi visa hivi, huwa wako watu wanabisha bila sababu yoyote, lakini pia huwa kuna watu wanataka kujifunza maneno haya anapata wapi kwa nia njema. Kipo kisa hicho ambacho kinalingana na haya maneno ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Lakini pia maneno ya Umar bin Khattab nimeona niyatangulize kuyaleta athari zake, kwa sababu maneno hayo ndiyo aya ya 25 kwenye sura hii Suratul Isra. Yale maneno ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu ndiyo yaliyoko kwenye Suratul Isra aya 25, ambayo Mwenyezi Mungu anasema Mungu anayajua aliyoko kwenye nafsi zenu mnapowafanyia wazazi wenu. Naona shakaba anataka
Thibitisha hiyo aya utusomee. Na pia nimeleta karatasi nyingine, sio wakati wake kuisoma. Hiyo karatasi hapo ina visa vitatu, lakini tutachukua kimoja tu. Ndio maana nisema darasa hili lina visa vingi sana, vingi kweli. Aya 25 inasemaje? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Mwenyezi Mungu mnapowatendea wema wazazi wenu anajua mnafanyaje. Ni maneno mazito, yanahitaji athari kubwa sana. Rabbukum a'lamu, sio rabbukum ya'lamu. Rabbukum a'lamu, Mwenyezi Mungu anajua kweli kupita kiwango mnavyojua nini. Anajua yaliyomo kwenye nafsi zenu. Alafu akasema in takunu salihina. Hapo ndio anapatikana waladun swalihi. Mtoto mwema sio kwa kuomba dua kumwombea mzazi wake, hapana. Mtoto mwema ni kumfanyia wema mzazi wake akiwa na nini? Akiwa na nia njema. Ndiyo maana nikasema hii kiyama kuvuka hii haki ya wazazi itakuwa ngumu mno. Hii itakuwa ngumu. Halafu mtoto ambaye anamtendea wema mzazi wake amepewa daraja kuingia katika awabina. Ndio watu wa juu kabisa kwenye toba, watu ambao toba zao ni safi kabisa. Mtu ambaye anamtendea wema mzazi wake kwa nia nzuri, istighfari cha mtoto, ule wema mzazi wake tu unashika nafasi zaidi ya nini? Istighfar. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, ndio kauli ya Umar ibn Khattab radhiallahu. Kwa tujielewe, tuna mzigo mkubwa kweli. Na nimeleta hapa kuna visa vitatu, tutasoma kimoja. Tujipime, tahasabu kabla, ni kauli ya Umar bin Khattab. Jihesabuni wenyewe kabla mjihesabiwa. Unajua kabisa hadi kwa tabia hii kiyama sina kitu. Sasa maneno ya Umar yana athari zake ziko 6. Ya 7 ndio waladin salih. Msikai pale idha mata ibnu adama inqata maluhu ila min thalathi suri au waladin salih yajulau. Ndio unakusanya eti watu kupiga pilau na nini. Shekhe mzazi wangu kamzika mzazi wake bwana, kamzika vizuri bwana. Kamzikaje wewe? Utakuwa kiyama katika, Mungu anasema mpelekeni motoni tu, hana thamani yoyote. Athari ya kwanza ni muqata'atul auladi, au niseme Kiswahili twende haraka na muqata'atul auladi. Maneno makubwa sana yale. Wewe unakuja kusema kwangu mimi, wewe mama yako alifanya yale, anatamani baqaaka, anatamani wewe ubaki uwepo. Athari ya kwanza inaonyesha kuna hali ya juu sana ya watoto kuwakata wazazi. Kuna muqata'atul aulad, watoto wanawakata sana wazazi.
Unakaje na mzazi wako siku 2 siku 3 hujamsalimia? Acha ndugu zake, unaweza kusema ndugu zake, yeye mwenyewe unakaje siku 2 3 hujampigia simu mzazi wako? Siku 2, masaa 48, saa 24, hujajiuliza leo kuna kitu nimemiss katika maisha, kuna kitu hapa sijafanya hapa. Kwa nini watoto wasiliani? Kwa sababu wanatamani firaqahuma, sababu wanatamani wazazi wafanyeje? Wafe tu, hauna maana. Maneno mazito, muqata'atul aulad, kuna kukata watoto, wanawakata wazazi. Haiwezekani mzazi mwambie bwana, mbona siku hizi hatuwasiliani? Kwa sababu wewe ndio unatamani mtoto wako afanyeje? Unatamani baqaahu, lakini yeye hatamani hilo. Ndiyo maana kuna Kiswahili kinasema mzazi afanyeje? Hauwi. Sallu ala nabii. Ya kwanza. Ya pili, kathratul auladi. Kathratul auladi wa in'idami kathratul auladi wa in'idamu, ndio itakuwa vizuri, wa in'idamu at-tarbiya. Kathratul auladi wa in'idamu at-tarbiya. Kathratul auladi wa in'idamu tarbiya. Watoto wengi kukosekana malezi kwa wazazi. Watoto wengi na kukosekana malezi kwa wazazi. Siji hapa mtoka mmenielewa? No. Yaani watoto wako 7 wa 8, lakini hawawezi kuwalea wazazi wangapi? Wawili. Hawawezi eti. Wazazi wawili waliweza kuwalea watoto 8. Kipato kimoja tu. Mzazi ana kipato kimoja tu, lakini anaweza akawalea watoto 8. Watoto 8, 4 wana vipato tofauti, hawawezi kulea wazazi. Kwa nini? Kwa sababu watoto wanapokuwa na wazazi wanatamani firaqahum. Mimi na familia na mimi na majukumu. Una majukumu nini pumbavu wewe? Mzazi ndio familia yako ya kwanza. Mzazi ndio mtoto wako mkubwa. Tunaelewana? Kwa hiyo msione ajabu leo watoto 6 7, mzazi yuko mmoja tu, lakini anawahenyesha. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wanatamani wazazi wafe. Athar ya maneno ya Umar radhiallahu anhu. Ya tatu, iradatu al-irthi. Iradatul irthi. Watoto wanatamani nini? Anambia baba nipe changu. Amjapata kusikia? Kwa sababu watoto wanatamani wazazi wafe. Unakuwa nao lakini
tatamanna firaqahuma, unatamani waende tu. Ndio maana unakuta mtoto anaweza akamwendea babake yuko hai na hajafa, akaambia nipe changu tuachane. Hamjapata kusikia haya? Ndio darasa letu hili, ndio darasa hili, ndio maneno ya Umar yale. Allah, maneno mazito sana. Tuko pamoja? Tujiangalie sana. Tuna shida. Rabbukum a'lamu, Mungu anajua yaliyomo kwenye nafsi kila kanani. Tulikwenda pale Mkolani, mtoto mmoja alitamka wazi kabisa, mamangu ameteseka bwana, alhamdulillah bwana, bora hivyo amekufa akapumzike na sisi tupumzike. Niliondoka msibani mimi. Angekuwa wakati Umar huyo radhiallahu sikio mara angemfanyaje? Ndio hiyo, unakaa na mzazi wako hajala, ndio mzazi hajala, sasa kama hali sangekufa tu, ngumu hiyo. Kiyama tulisema kuna vituo 50. Kuna vituo 50. Moja ni haqul walidain, haki ya wazazi wao. Utamkuta pale mzazi, utamkuta yuko pale anasubiri. Siku hiyo kutakuwa kuna kukimbiana, yawma yafiru almar'u wa ummihi. Imeanza yafiru almar'u min akhihi, kwa sababu hatuungi udugu, hatuna kitu silatu rahmi, hatuungi udugu, na hiyo itakuwa ni haki kubwa sana inadaiwa kiyama, udugu. Kwa hiyo utamkimbia baba yako na mama yako, aya hii. Kwa hiyo unaishi naye, najifanya sisi unaleta maziwa sisi nini, kumbe moyo unasema na wazee na bwana wana gharama bwana. Mpe mzazi wako anachotaka. Tutakuja kuona huko katika haki za wazazi, usimziwilie mzazi anachokitaka. Sisi ya ngapi hiyo? Tunazungumzia athari ya maneno ya Umar. Hatuwezi kuyaacha maneno ya mtu mkubwa kama huyo, mtu ambaye ilikuwa kauluhu muwafiq bil wahi, alikuwa akisema maneno Umar bin Khattab wakati Qur'ani inashuka, Qur'ani inakuja kuungana na Umar, inakuja kusapoti. Ziko aya chungu mzima zilikuja wakati baada ya Umar bin Khattab kusema vitu, zikaja aya kumsapoti. Mtu ambaye Mtume sallallahu anasema hapati Umar kupita njia ila shetani huwa anakimbia na badilisha njia. So anamfuata. Sisi ukipita shetani anakufuata. Ilikuwa Umar akipita shetani anakimbia na badilisha njia nyingine. Mtu ambaye alihama bila kujificha, kenda Al-Kaaba akamwambia, nyie mnasubiri watu wakimfuata Mtume Madina, sasa nataka kwenda. Ambaye anataka mtoto wake abaki yatima na mkewe mjane na nini anifuate. Akaondoa kama hatua kadhaa, hakuna mtu akarudi. Amesikia nani alitoka kumfuata? Anaitwa Faruq. Huyu ndio katenganisha kati ya ukafiri na Uislamu. Siku anasilimu, anaambia Mtume falimadha na tafi, hivi kwa nini tunajificha sasa hapa? Mbona tuko hapa tunabunda bunda? Tunasema hofu mimi nakufa. Tunaogopa hapa na jamaa. Sema hebu tutokee. Alafu anatamba nyuma pembeni na upanga, nani atoka? Tuna mnaji Umar bin Khattab radhiallahu anhu kwenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaambia watu, hivi nyinyi mnajua hapa ni ikulu? Mnakuja tu hivi. Sasa Umar, kwani Mtume ameshatukataza? Sasa mnaingia tu mnakwenda ovyo ovyo. Mtume hajakataa bana. Sasa unakuja ukataa nyumbani kwa Mtume, anaondoka, ya Rasulullah, mimi nafikiria ilianitokea leo, marufuku watu kupita hapo kwenda kule. Watu wakija waishia hapo. Inawezekana watu wanakuja wanaingia kule. Aya inashuka. Fa idha kalimtumuhunna fakalimuhunna min wara'i. Mkitaka kumza na watu za Mtume tokea leo mnaishia hapo.
Mtume sasa anaingia, Omar amelala dhuhuri, anaingia paka chumbani, anamuita Omar, anamka, ukaingia chumbani, sijui kama kaona vitu. Kwenda mtikia wito, namaliza, ya Rasulullah, kwani Mwenyezi Mungu asituletee aya mtu asiingie mpaka apishe roho kama ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta mtu anamleo, unafikiria ni mchezo wewe? Huyo ndio anasema maneno haya, na yule kijana, wewe huelewi, usilete mchezo hapa kwenye mzazi hapa. Tumesema ya tatu ni nini? Watoto wanadai urithi, wanataka urithi, wazazi wako hai. Na hii ukieleta kwa upande wa pili, ndio maana tunarithi mali kwa wazazi wetu. Zinatusaidia zaidi. Mimi marehemu tajiri yangu Jumbe bin Kira, Mwenyezi Mungu amrehemu, huwa anasema mara kwa mara, ndio tajiri niliyemwona mimi mwenye aina ya pekee, ndio tajiri mwenye aina ya pekee, ambaye Jumaa anaingia kazini kwake, anavuta draw, anaingiza mkono bila kuangalia, anaingiza mkono huko kwenye draw, hapo anatoa leta mfukoni, anazigawa zote mpaka zinaisha, hachukui hapa hesabu. Kaacha nyumba 7 mjini, hakuna hata moja. Nyumba 7 ikiwepo benki ya Posta. Ile benki ya Posta ndio nyumba alikuwa amejenga aishi pale. Sasa vile ghorofa zile ilikuwa tu haijawekewa tofali zile, lakini imejengwa mpaka misha. Hawana nyumba hata moja. Na kila aliyekuwa anakusudia kuja kuuza chuo kiko pale, anapata jambo. Ndiyo mtu aliwaambia, hamtaki watoto wangu kusoma dini, ninaleta walimu, naleta watu wanakuja kusoma, watu wake hamtaki, mnaringia mali, nikifa nitaondoka nayo. Aliyosema yote yametokea. Shughuli mzazi, hatunufaiki na urithi kwa sababu sisi tunatamani mali za wazazi na wenyewe bado wako hai. Tamani mzazi wake. Yuko mtu mmoja aligombana na mzazi wake kuto kumpa gari kuendesha. Kaenda ukajifunza gari kagombana. Sasa anauliza, hii gari ni ya kwako? Kesi ya kwangu. Mimi najua kuendesha. Wewe unajua kuendesha, endesha magari mengine. Tunaingia ngapi? Ya 4. Ya 4, usratu qulubil walidain. Usratu qulubil walidain. Usratu qulubil walidain fi tarbiyati hima, fi tarbiyatihima. Sheikh Mashine hajafika. Usratul walidain, uzito wa nini? Uzito wa nyoyo za wazazi. Usratul qulubil walidain, uzito wa nyoyo za wazazi kwenye nini? Kwenye malezi. Ndio maana wazazi wanakataa kulelewa na nani? Ndio maana wazazi wanakataa kulelewa na watoto, kwa sababu wazazi wanajua nia za watoto ni kufanyaje? Wanataka wafe. Niache tu nitaishi huku mwanangu, niache tu. Hiyo ni athari ya maneno ya Umar bin Khattab. Ndio maana wazazi wengi wakataa. Mzazi ameshaona kabisa, anakuangalia, huyu mtoto huyu, mtoto miezi 2 hata simu, naenda kwake kweli, sasa niacha ndani huyu.
Wazazi wana firasa, wanauelewa. Na sisi tuko hivyo eti. Kwani siku na mtoto unajua nataka nimtume mtoto sokoni. Alafu mtu anakuambia mtoto wako siko mtume fulani hapa. Huwa inatokea unakataa unakubali. Unataka kumtuma mtoto. Kulikuwa kuna mtoto hapa ningemtuma Betri hapa mara moja. Alafu shakoma kwa si nimemwona kuna mtu wako hapa anambia nitafuta mtoto hapa. Hamjapata kuona hiyo? Sallu ala nabii. Ni kwa sababu gani? Anajua huyo hatumiki. Mzazi anajua kuna mtoto huwa hatumiki. Kuna mtoto ukimtuma Anaenda shingo upande. anakwenda shingo upande au atakuchelewesha bure. Sasa huyu mtoto nimemlea mwenyewe. Namjua huyu. Nikakae kwake huyu. Ngoja tu. Anakuja siku 3 kaondoka. Anakuja siku 3 kaondoka. Lakini yuko mzazi ukimwambia sasa unamtumia mtu bwana, hebu nenda kwa babangu naomba uniombee kadha. Atakwambia ngoja nifikiri, baadaye anakwambia sawa, mwambie nimekubali. Tuko hivyo. Mzazi yuko nyumbani kwako amekuja kutembelea siku 2-3, hujamuuliza anapenda kula chakula gani hata siku moja. Yaani unamlisha uchague na mke wako chumbani kule. Baba, leo tumeenda tukupikie pizza. Marehemu baba yangu mimi radhiallahu anhu akipenda sana muhogo wa kuchemsha na njegele. Hapo ndio kasa. Alikuwa akipenda sana samaki na mpaka alifikia kutaka kumwacha mama yangu kwa samaki. Baba yangu alikuwa hakubali samaki kaisha kama hajala kichwa. Na alikuwa anakula sana kichwa kwa sababu alikuwa ni mvuvi pia. Na alikuwa anakasirika sana mtu kupewa kichwa alafu usikitendee hata sasa. Unaharibu mboga bure bana. Unambia kisi hii si mifupa sasa. Mifupa. Sio mfupa bana, hii ni miba. Mifupa ni wanyama. Basi ya kila ile anatulia